Hello guys, good morning. Kama una mtoto naomba usikilize kwa makini hiki kitu ambacho naenda kukihadisia. Na kama una mtoto lakini una ndugu yako, rafiki yako na mtoto, naomba umtumie hii video kwa sababu ni muhimu sana. Mimi washikaji zangu wengi sana wananitaga na drama kwa sababu nina mwalimu wa Biblia ya kitoto nyumbani. Ambaye mwalimu anakujaga kila Jumamosi kwa ajili ya kumfundisha mtoto wangu Biblia. Kwa hiyo ananiambia kwa nini usimpeleke Sunday school? Si Sunday school sione kanisa, ukienda kanisani wewe unampelekaga Sunday school. Sifanye hivyo kwa sababu kuna saa mimi huwa siendagi kanisani Jumapili. Unaweza mtu ukawa busy, ukasafiri, ukafanya nini, ukakaa hata miezi 3-4. Sisi ambao tunahangaikia maisha tunajua haujaenda kanisani kabisa. Na kama kwa Muislamu unaweza ukawa hujaswali hizo siku zote hizo. Kwa mimi na mwalimu and this is the reason mimi na trauma ambayo inanitesa tangia niko darasa la 5. Sikumbuki nilikuwa na miaka mingapi, lakini ninachokumbuka nilikuwa darasa la 5. Mimi nimezaliwa Kawe kwa Amani kama mnapajua. Nimezaliwa Lugalo hospitali, kwetu ni Kawe kwa Amani. Mama yangu alikuwa na duka la vitu muhimu, mchele, unga and all of that. Na nje kuna kigenge. Yaani nje genge alafu ndani duka. Mimi nimesoma Kawe Beach Primary School. Sasa kuna siku nimetoka shule nilikuwa naumwa sana kiasi kwamba mwalimu akanipa wanafunzi hawa wawili wanisindikize nyumbani. Kwa hiyo wamenishika huku na huku. So unajua tena shule zetu za Kidumu na Fagio. Nimefika karibu na nyumbani nikamwambiaje kwa sababu duka la mamangu alikuwa mbali na nyumbani. Nikamwambia msinipeleke nyumbani, nipelekeni dukani kwa sababu mama yuko dukani. Na dada hatuweza dada alionilea mimi mfanyakazi wetu anaitwa Dasiwema. Aliolewa kwetu. Jamani baba zangu wadogo. Basi. Kwa hiyo mimi nikatoka nikapelekwa kule kwa dukani. Kufika dukani nakuta wanachambua gunia la vitunguu na nikakuta Dasiwema naye yupo, afu na mdogo wangu alonifuata Linda yule nilipa Kagare. Alikuwa mdogo kwa alikuwa amepelekwa kunyonya. Kwa mimi nimefika nimekaa pale nikaa na mwadisia mama na wale wanadisia kwamba mwalimu Chale akasema tumrudishe kwa sababu anaumwa. Basi nilivokaa wakaniambia mama akasema ukanywa chai. Mimi nilikuwa sipendi kula kabisa nilipokuwa mdogo. Na reason ya kutokupenda kula ni kwa sababu mama yangu alikuwa asubuhi anapenda kupaka mikate Blue Band kwa sababu anajua mimi sipendi Blue Band. Kwa anapaka na yeye akiamini kwamba Blue Band ndio afya. Kwa mimi nikaa naacha siri. Mama akasema ulikunywa chai kweli wewe? Ulikunywa chai Rita? Nikamwambia sikunywa chai. Kwa hiyo ikabidi aende duka la jirani, dada anauza maziwa anaitwa Darozi, akanunulia maziwa akaniletea nikanywa yale maziwa, akanunulia na chips, nikala na chips. Nilipomaliza mama akaniambia nenda nyumbani ukapumzike. Kwa hiyo nikatoka pale nikaenda nyumbani, nimeshajisikia vizuri afueni lakini bado kama naumwa. Nilipofika nyumbani nimelala. Sikumbuki nililala kiasi gani. Lakini ikafikia tendency nikaa nasikia mtu ananiita jina langu dirishani. Iko chumba ambacho nilikuwa nimelala ndio chumba chetu, yani kwetu unajua nyumba zile za kawaida una chumba chetu kiko hapa alafu kuna kodro ndo seble alafu ndo vyumba vingine. Kwa mimi nikaa nimelala pale chumbani kwa akaa anaitia pale dirishani kwetu. Anaita alafu anatwanga kama mtu anavyotwanga kitunguu saumu kile. Yaani mtu anatonga kitu unasikia kama kitu kinatonga tu afa Rita. Sasa alipokuwa anaita vile nikaamka kitandani nikaanza kumfuata, lakini simfuati kwa mlangoni, namfuata kwa dirishani. Pale dirisha liko hapa afu hapa kuna pembe. Kwa mimi naelekea kama katika ile pembe. Nilivyosogea karibu kidogo nikagundua yule mtu ambaye alikuwa ananiita kwa sababu dirisha pia nalo liko wazi. La wavu liko hata hamna sijui mambo aluminium nini wavu. Kwa nikamuona ni bibi ambaye huyo bibi ilikuwa anatembeza mboga za majani mtaani. Akishatembeza wewe akichoka anaenda kwa mamangu, anamwambia mamangu, Magodi kaangu kwanza mimi naitwa Godi. Magodi naomba niwekee mboga zangu hapa. Kwa hiyo anatembeza mboga zikidoda nyingine analeta pale kwetu kwa sisi tunamuuzia zikiwa pale dukani. Kwa mimi nikamtambua ni bibi. Kwa hiyo nimefika pale nikasema bibi. Kwa hiyo nikaa nazidi kusogea kula naponitia. Lakini ananitia dirishani ila mimi nasogelea kwenye pembe ya nyumba. Niko mdogo, niko darasa la 5. Nikasogea bado hatua hizi 2 nifike. Nikasema kitu kikaniambia geuka nyuma. Nikageuka nikajiona tena mimi nimelala kitandani. Kwa nikasema Yesu wangu. Nilivyosema ile Yesu wangu nikaanguka. Nilivyoanguka nilikuja kujikuta niko Lugalo. Sasa nilipokuwa nimeshtuka sasa kwenye usingizi, yani nimeshtuka niko hospitali. Nikaanza kupiga makelele naambia mama bibi ananiita. Lakini sitaji bibi gani. Mama akaanza kuogopa kwa sababu mama yake alikuwa amefariki.
Wakamuita daktari, akaisi labda ni mamake ananiita kwa mtoto wangu anakufa na all of that. Wakamuita daktari, daktari akaja akasemaje, ngoja drip ilikuwa mseto, something like mseto. Point nyingine sizikumbuki, lakini nataka tu wazazi msikilize hii story. Wakamuita daktari, daktari akasema hivi, hii drip ikisha akiendelea kwa hivi, hii malaria ni kali sana, kwa hiyo imepanda kichwani, itabidi tufanye kitu kingine. Kwa mimi ninavyozidi kupiga makelele, nikagundua mimi nilikuwa na akili. Nikagundua kwamba ninavyozidi kujieleza naonekana kama nimechanganyikiwa. Lakini kitu ninachokieleza nina uhakika nacho na nimekishuhudia. Yaani sio kwamba mimi nimekuwa chizi, yaani nina uhakika nacho na nimekishuhudia. Kwa hiyo kila nikijieleza naona mama anazidi kuchanganyikiwa. Kwa hiyo ikabidi ninyamaze kimya. Nikaa na sali ile sala ya Baba yetu ule mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatumize duniani. Nikibaliza hapo na kirimia ile naliu ya Kristo, na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lilo moja tu, na sali. Kwa hiyo ile daktari akarudi tena kama mara pili, akauliza vipi, akasema anasali tu, akamwambia atatulia. Kwa hiyo ile drip ikaisha, kwa hiyo nikabidi ninyamaze, kwa sababu nikaa na hofia nisije nikapelekwa hata audio ya vichaa. Nimekaa, tukaje tukaruhusiwa hospitali kama wiki 2. Tuliruhusiwa hospitali, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, mama yangu mkubwa akanambia, wewe hilo beseni la turudishe. Beseni gani? Sasa wanaongea kwa sababu mimi sikwenda shule pale. Nika mwezi mzima nyumbani. Beseni la turudishe. Sila huyo, sitaki kumtaja huyo bibi jina. Bibi fulani akaambia nirudishe kwa nini? Alafu kwani na hizi mboga zake zimeharibika itakuwaje? Kwa sababu mama pia duka alikuwa afungui. Mama mkubwa ananiambia kafariki. Kafariki. Sasa mimi alivyosema vile kafariki lini? Mkubwa akasema wewe unauguza, una mambo kibao, mimi nimeona tu nisikuambie, sisi tumeenda msibati tumeshazika mbona. Kwa hiyo bibi alifariki, lakini mimi katika kumbukumbu zangu nakumbuka nilimwona ananiita dirishani. Na amefariki lini? Alifariki yani tuseme kama siku 2 au siku 1 baada ya ile tukio la mimi kwenda hospitali, kwa sababu mkubwa anavyosema kama wiki juma ngapi. Kwa mimi nikaogopa kumhadithia mamangu. Sasa si mtoto, nikaa naogopa pia kuongea tena kwamba mama niliona hivi na hivi, nikaa nahisi kwamba watanirudisha tena kule kwenye masindano. Kwa hiyo nikaa nimetulia smoothly. Kwa hiyo kitu hakijawahi kunitoka tangia utotoni. Na mind me or not, kama ningekuwa sijapelekwa Sunday school, sijui hata kuliita hilo jina la Yesu, sijui kingetokea nini. Maybe mpaka sasa hivi nisingekuwepo hapa. Kama wewe ni Muislamu, kama ni Mkristo, mambo utandawazi haya ya siku, haya mambo yapo. Mtoto mfundishe dini. Yaani tenga muda. Kama ni Muislamu, kuna chuo, una muda utaki mtoto wako atoke nje, muite yule shehe wa chuo, madrasa, aje amfundishe nyumbani hata siku 1 kwa wiki. Yaani ajue hata zile yaani mimi mtoto wangu anasoma dini kuliko anavyosoma vitu vya kawaida, kwa sababu hiyo trauma mimi haijawahi kunitoka. Yaani haijawahi kunitoka tangia niko mdogo mpaka sasa hivi. Lakini namshukuru Mungu. Na sijuagi hata maana ya kile kitu ni nini. Na sijui kama kile kitu kilitokea kweli au ni malaria mimi ilipanda kichwani, lakini kitu ninachokumbuka ni kwamba niliona. Na yule mtu alifariki kama sio siku 2 ni siku 1 baada ya ile tukio mimi kunipata. Kwa hiyo watoto jamani, tuwasogezeni kwa Mungu. Dunia imeharibika sana. Watu wanatakaga tu, watu wa binafsi. Wanataka tu wawe pale kwa njia yoyote ile. Hawana huruma na huyo mtoto wako na iko kizazi chako. Fundisha mtoto wako kuswali. Fundisha mtoto wako kusali. Have a nice day. Jamani, mimi niko dukani. Watu wa Miranda jamani, Miranda inaingia wiki hii. Stay tuned.